Haya. Bwana Yesu asifiwe. Mko poa? Leo sina ujinga, leo hata mnaona vile niko mpole. Na siko Mathare North, so definitely nitaongea vitu ya maana. Ka ujinga kako tu, lakini acha nijaribu nione kama ndaka suppress. Hallelujah. Mnasemaje kwa wapendwa by the way? Hii ni church budget ama ni bidii yenu? Nasema mmeng'ara, sorry, nilisema sitakuwa mjinga. Mmeng'ara, tunashindwa kama ni pesa ya kanisa ama ni yenu. Mko poa sana, Mungu awabariki sana. This is wonderful. It's a paradigm shift from what we are used to. At least see t-shirt, si ndio? Mimi sijaongea juu ya mtu nina unajua kwa zimezoea ni t-shirt tu. At least hii ni refreshing bwana, hii inakaa poa. Maze vile mnakaa poa hivi pia mkae pamoja na amani. Hivyo ndio tunaomba tu. Juu tumechoka bana. Tumechoka, wewe ni nini sasa? Zoea kuchukua watu video kuna kuharibia watu vitu. Sasa sikia. Hizi kwa ziko hapa, nataka kuambieni kitu kimoja. Ama hii kanisa ni ya kizungu. Unajua huko hata hii plot nasikia pesa walinunua. Inaweza jenga Mathare North 3. Pick up 3. Hiyo pesa ilinunuliwa pesa mob sana. By the way wameanza kuweka ukuta, so nimepitia hapo saa hii wakaniambia wewe pastor umezoea kutuambia kanisa yetu ni pick up. Sasa mahubiri change. Nimeambia ni sawa, mahubiri ita change, ile tabaki ni Ochibo na Biblia, lakini mahubiri itabadilika. Sasa acha niache ujinga. Bwana asifiwe. Maze, I'm very impressed, especially when you see young people doing this. This is very impressive. Most of the time, many a church would want to drive such young men out of church in this sense. When you try to do such a good thing, unaona nikienda kizungu sa uluya inaingia. When you try to do such a good thing, something happens. Most of the elders will not want to support you. I'm so happy with this church hii inaitwa Siloam. Yes, Siloam jina kubwa sana kwa Biblia. Because if you support these young people, it means our church tomorrow is in safe hands. That is one big thing that many people do not want. Na unajua siku hizi hata unahubiri watu wako Facebook. Kwanza hii kirenda ya ambassador si unakuta watu wako tu Facebook wanaendelea tu hawajali, na hata ukiwaambia wasonge huko wanasonga tu na simu yao. Hawa nini, lakini hii kirenda akina nani MC Nyar British walikuwa wana argue na elders because they knew what was true. But these days young people don't argue, meaning that hawajali na hiyo kanisa, wewe maliza uende, and that is dangerous. We need young people who can argue wenye wanaweza sema hakuna, it is wrong. Gen Z mostly nyinyi mnataka kupigana na gava ya kanisa, nafikiri mmechoka. Huko kwa kanisa sionangi mkiraise sauti zenu. Hata mimi naona so many wrong things happening in church. Nyinyi muko tu. Hata tuna wasiwasi sana. Unajua kuna watu kwa hii mayu tunaangalia, huyu hata iko elder kweli. Na kama atakuwa elder aina gani? Unaona ni mwanaume lakini si mwanaume. Kama mnanielewa. Yaani ni ushaona kuku na likuku. Yaani kuku ni kuku ile kienyeji road runner. Likuku ni broiler. Sasa unakuta maboys wengi ni likuku. Ikawa unanieni. Yaani ni boy lakini ni broiler. Sasa hapo ndio tuko na shida. We need men in this church. Hallelujah. Tunahitaji wanaume bana. Hao wasichana wasupu wataolewa na nani kama mnakaa hivi? We need men in this church. We need people who can do things and run programs in church. Hallelujah. Now listen. And before I say something more important, allow me to offer a word of prayer. Loving Master, our Father which is in heaven, we thank you so much for this program. And today I want to thank you for this choir. And I invite you in their lives, especially in their individual lives, that, Lord, you may implant the power of the Holy Spirit in them, that they may work and do what is pleasing to your eyes. And, Lord, this evening as they do this program, I ask you to be the guest of honor. And whatever I'll say in the few minutes that I have on this pulpit may glorify you, my prayer in Jesus' name. With a lot of no humility by the way. Na bila emotional intelligence.
Kama kuna mtu yote unaona wewe na pesa mnakuanga na uhusiano sana, tafadhali toka hii kwaya, kwa sababu utatuibia. Unajua kuna makwaya hapa ziko fit kwa sababu hawana pesa. Hamjanielewa? Siku watapata pesa watanyongana. Sikizeni bana. Nyinyi sikizeni, pesa ya Mungu achana nayo. Nyinyi kwaya sikizeni, kwaya mko hapa, siwaambii peke yenu. Sikizeni tu, tafadhali achana na story nyingi za kungangania pesa. Point ya pili ni hii. Achana na mambo mengi ya kutafuta wewe ndio ukue bingwa kwa hiyo kwaya. Hapana. Sikiza bana, we are all equal before God. And sikiza, this point is big. Unajua God loves you so much the way he loves the others. Si atuwe ni special. Na hata ukitoka hii kanisa si atutakumiss by the way. Juu kuna watu hata tunataka watoke. Sasa we will not miss you. So hii kwaya ukitoka Mungu ataleta mwingine. So usitufanye hiyo ustaa unataka kuonyesha wewe ndio kusema. Sikiza, hata ukitoka wewe toka tu, kwa sababu mwingine atakuja na atashona uniform. Pesa uniform ikosekanangi. Alafu sikia, ile inakosekana ni ya pengine crusade ama makambi. Lakini ya uniform inakuanga hiyo iko na viatu inakaa hivi. Unajua kuna watu wanakuja hapa wana launch mpaka unaona mtu anafanya hivi. Unajua kiatu kimemlemea. Sijui kwa nini mnajiumizanga. Wewe uvae tu, ama ni rule uweze vaa flat, si ndio? It's a rule, eh? Okay. Sawa. Unajua sisi ni old school. Sikia hapa. Kama wewe unajua unataka kuingia kikundi fulani kwa sababu unataka kuvunja hiyo kikundi, hama. Na mkiona mtu aina hiyo mtoeni kwa hiyo group. Msikubali mbegu mbaya iendelee kumea. Ikimea itakuwa na weight. Na mwisho kumsukuma nje itakuwa ngumu. Most of these groups, people have different agendas. Some people don't even come to glorify God. And in fact, God is not part of the agenda. Yeye amekuja tu ni kimutu, si mtu. Ni kimutu tu kimekuja kimekaa kwa kwaya kinangojea nafasi kufanya kitu. Tafadhali, hakikisheni every time there is unity in a group. If there is no unity, then you need to seek the advice of somebody who is maybe older than you, somebody who can help you keep the peace. Mnanielewa lakini kama mkisindikana ni sawa, mnaweza vunjika. By the way, let me tell you. Mnajua kwa nini watu walitawanyika Sodoma na Gomora, not Sodoma na Gomora. Ile mahali kulijengwa mnara inaitwa nini? Yaani mpaka kwaya mnajua. Hapo sasa. Hiyo place hiyo inaitwa Babeli, walitawanyika for one reason. Wao walikuwa wako on a mission ya kufanya kitu kibaya. When people congregate together for wrong reasons, Mungu analeta crisis. Hizi kwaya zinavunjika kwa sababu hazina nia ya kufanyia Mungu kazi, wako na nia ya kulaunch na kupata pesa. Mungu analeta nini? Wanatawanyika. Hata nyinyi mkifanya hivyo, hata vile mko wachache, mtagawana tu. Mtaanza mkisi mjalo mnyongane, muachane. Hiyo tu ndiyo itakuwa. Sasa ndio tunawaambieni, sikiza. Muhakikishe kwamba try and invite God in this group. When God is the main issue, when God is the fulcrum upon which mna oscillate, chances are very high kwamba mtu haivunjika. And in fact, you will actually grow na mtasoa. Hata msiposema amen, hiyo ni point. Na nimetoa mbali. Sasa sikia. Mwisho nataka kusema hivi. Mimi kuna maombi moja tu niko nayo. Kila kwaya ambayo inachipuka, Mungu aisaidie isimame. Hiyo tu ndio point yangu kubwa. Kwa sababu sisi tunataka vijana wahusike katika kazi ya Mungu. Hii wazee wenye wanakohoanga hapo kwa kanisa, tunataka pia watu ondokee. Kwa sababu sisi sasa mtu kama mimi pia tinangangana kuimba tena. Ya nini sasa? Na wasichana wangu ni wakubwa, mimi niko na watoto wakubwa, ninangangana kushindana nao? Hapana. Nyinyi vijana sikizeni. Force yourself onto the scene and make sure that you take control ya kila kitu. Do not set standards. Standardize the settings. Yaani mzee kama mimi nimesema kitu kayo na hakuna amen. Nini wewe tusizoeane bana. Sasa sikia kwamba kumbe when you do the best utakuta kwamba unaanza kuhesabika na watu. Unajua kuna kitabu tulisoma zamani inaitwa Things Fall Apart. Things Fall Apart ilikuwa inasema when a young man learns how to wash his hands, he starts dining with the kings. Hamjanielewa. So when you start doing things right, mtaanza kudine na wazito.
Mimi najua kuna kwaya zenye zikija hapa hatungekuwa na nafasi. Kungekuwa kumejaa hapa, lakini sikia, you can always reach there mkitaka. Mmenisikia vile nasema nyinyi? Mnaweza fika. Nyinyi tu kaeni pamoja, do the right thing, sing the right songs. Make sure that Christ is the fulcrum ya nini? Ya nyimbo zenu. Msiimbe tu anything. Msikuwe tu kama Waluya. Imba nyimbo ambazo mnajua kwamba Yesu ndio yako katikati. Kila wimbo umtukuze Yesu. Mnanielewa? Yes, kila song ikuwe na Yesu. Waluya, nothing personal. Si hata nyinyi mnajua mimi ni Mluya. So nothing personal. So imba wimbo, kila wimbo Yesu akuwe pale. The authors wa muziki wenye wako kwa hizi kwaya, kila wimbo ikuwe na Yesu ndani. Sio wimbo alafu Yesu amewekwa kama chumvi, hapana. Yesu ndiye akuwe main issue. Mnanishika lakini so that at least hata unaweza wavutia watu na mkahubiri. Maze mimi nimeshukuru. Nyar British, hakuna haja niendelee. Nataka vijana wasimame waje hapa tena. Sasa hii muimbe na CD tuisikie quality pia ya muziki, sawa?